Ibn Battuta TV, mwangaza kwa umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bado tupo ziarani hapa Makkah Mukarrama. Ngoja nivae na miwani unione namna gani napendeza. Tayari watu walosafiri na kampuni bora namba 1 Afrika Mashariki Ibn Battuta wameshuka kwenye gari hizo. Hapa ndio historia ile inakwenda kupatikana ya mtume alipigwa mawe mpaka miguu yake katoka damu. Taif. Twende nivukeni hapa, simameni hapa. Tuwasubiri Ibn Battuta. Wamependeza. Sasa imagine tunakutana peponi hivi, mtajisikiaje? Raha sio raha? Sasa nyote mkiu Tanzania kama mna watoto wawili hawajaolewa, mnanipa mimi lete certificate nioe. Pate baraka zaidi ni wastiri. Uongo kweli? Tayari jamani, Makkah ni kubwa. Sasa tumetoka nje ya Makkah, tumekuja huku. Hapa tunakuja kupata historia nyingine. Tunamsubiri kiongozi wa Ibn Battuta aje hapa atupe siri ya hapa. Nini mtume kilimsibu akaja hapa, akatoka Makkah akaja hapa? Na baada ya kupigwa mawe nini kilitokea? Ilikuwaje akapigwa mawe? Historia ilisemaje mpaka akapigwa mawe? Hapa tutajua. Huu ndo mji wa Taif, ambapo mji huu Allah mubariki na neema nyingi sana. Kama tunavyoona hali ya hewa, mashallah, na kuna green. Nadhani toka mmekuja Makkah na Madina mmeona green, lakini hapa sasa hivi mnaona green. Ni mji mzuri sana. Mji huu una historia kubwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale pindi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofiwa na ammi yake nani? Abu Talib, na mke wake Bi Khadija alipofariki, ambao tunaita amul huzn, yani tunaita na mwaka wa nini? Mwaka wa huzuni. Mtume sallallahu alaihi wasallam maudhi yakazidi kuongezeka, wakazidi kumuudhi, kumtendea vitimbi vingi na hila nyingi walikuwa wanamfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapi? Makuraishi wa Makkah. Basi Mtume alipoamua kutoka Makkah na kuja kutafuta nini? Kutafuta usaidizi katika mji huu wa Taif. Basi akafanya safari yake, akaja huku kuja hapa kuwaomba watu wale ambao walikuwa ni wamepewa mali na nini na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alipofika hapa akaongea nao, akawaita katika Uislamu, lakini hawakumsikiliza, wakamtupilia mbali na wakamsemelea uongo na kumpa maudhi makali sana, ambapo mpaka anapoondoka wakawapanga watu wadogo wakampiga mawe. Wanasema mpaka damu zikatirika kwenye miguu yake. Akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafika sehemu akafanya nini? Akawa amekaa anahuzunika, ni kwa sababu kwa mwaka wa huzuni amefiwa na mke wake, baba yake mdogo ambaye alikuwa anamtetea, sababu Abu Talib ni baba yake mdogo ambaye anamtetea, lakini alikuwa sio Muislamu, alikuwa bado ni katika washirikina wa Quraysh, na yeye katika washirikina anamtetea kwa jambo lolote wakimfuata, sababu alikuwa amejaliwa mali sana. Anawaambia hapana, mwacheni mtoto wa nani? Wa kangu, mbona anafanya ni sawa hivi na hivi. Kwa hiyo alipofariki Makuraishi wakapata fursa, kwa sababu walikuwa wanamuogopa nani? Abu Talib. Sasa ikawa ni mwaka huzuni, Mtume alipata huzuni mkubwa sana, na yule ambaye alikuwa anamtuliza akipata matatizo yote, mke wake pia amefaje? Amfariki. Kwa hiyo tena anakuja huku anapata udhia tena mkubwa, watu wanampiga mawe. Akafika sehemu ndo akamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala dua, na alipomwomba dua pale Allah akamletea nani? Jibril alayhi salam na malaika ili wa adhabu. Kama tulivyopanda, mmeona tumepanda kwenye nini? Mlima. Kuanzia mwanzo juu mlima ndo huu mji upo. Sawa? Wale malaika wa adhabu walifika, Jibril akamwambia waamuru tu hawa hivi vilima vile anaweza kufanya nini? Akageuza juu chini kama alivyofanya kwa kaum Lut, alafu waangamizwe hawa watu wa hapa. Kwa rehema Mtume sallallahu alaihi wasallam na upole wake akamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala afanye nini? Awasamee. Huenda miongoni mwao huko mbele, miongoni mwao wakatoka nani? Wacha Mungu. Na ndio sasa hivi wanasema ulama, alhamdulillah, katika miujiza pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri kwamba watoka wacha Mungu, na kule watu wanaishi hapa nini? Alhamdulillah, ni wacha Mungu. Sawa? Na ni funzo kubwa tunapata ndani yake hapa. Angalia, Mtume ameudhiwa, ametupiwa mawe, tolewa damu, apigwa maudhi yote, wakamkadhibisha. Mambo mengi wamfanyia, lakini Jibril alipokuja na malaika wa adhabu akawasamee. Sawa? Kuna funzo kubwa la kujifunza hapo. Sisi wenyewe tuna maadui wengi, inaweza ni ndugu, jamaa, marafiki, lakini tutakuwa uangalie. Kuna mambo mawili hapa nilikuwa tutofautishe. Mtume aliudhiwa nini? Mwili wake, si ndio?
hakuudhiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiudhiwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakaenda mambo ya Allah kiingilia, ndio huwa anakasirika paka anakuwa anabadilika rangi kabisa. Lakini akiwa akiudhiwa yeye mwili wake wala hakufanya chochote. Kama yule bedui aliyokuja siku ile akamshika, akamvuta, akamwambia nini? Nipatie mali za Baitul Mal. Alikasirika, bali alicheka tu. Kina Omar alikuwa anataka kutoa mapango amchinje, yeye akacheka akamwambia Omar, "Stana, muache." Akamwamuru amiru wa nini? Wa sanduku Islam, akamwambia mtolee mali mpatie. Na baadaye akachukua ile mali, wakati ameenda alifika mbele akasema, huyu sio mwanadamu wa kawaida. Akafanya nini? Akarudi na akaslimu. Sasa mtume alikuwa akiudhiwa yeye, wala alikuwa afanya nini? Lakini akiudhiwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio anafanya nini? Lakini si ndaga tofauti kwetu sisi. Ukiudhiwa wewe mtu anakuambia unanijua mimi ni nani? Nimetoka familia gani? Kwa buza unaandaliwa paka basi la kwenda kuchamba, si ndio? Au watu wanafanyana vitimbi vingi. Sasa nataka tujifunze hapa. Ndio maana ngasema kwenye historia hii tunatembea, nataka tujifunze. Tupate thawabu yote. Lakini nataka tujifunze mambo yalikuwa nini ndani. Na hizi ni historia ndogo sana tunawaambia. Mkienda katika kusoma na kufuatilia mtapata nyingi. Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.